Haya ndiyo madhara yatakayokupata ikiwa umeathirika na peritonitis na haijatibiwa mapema. Madhara ya kwanza ni sepsis. Yaani sepsis hii ni hali ambayo inatokea ni ya dharura pale ambapo maambukizi ya bakteria yanaingia kwenye mfumo wa damu. Kwa hiyo sasa inakuwa ni hali ya dharura, inaweza kumpelekea mgonjwa kupoteza maisha ikiwa huduma za haraka hazitapatikana. Lakini madhara ya pili ni kushindwa kwa figo. Kwa hiyo mwathirika wa peritonitis anapata hatari ya figo kufeli. Madhara ya tatu ni kushindwa kwa ogani mbalimbali zinazopatikana tumboni. Mfano, kuna ini, kuna moyo na mfumo wa mmeng'enyo kwa ujumla unashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Madhara ya tano tunasema ni adhesions, ambazo hizi ni kovu zinazokuja kupatikana kati ya ini na ukuta wa tumbo, ambao sasa kwamba sehemu ya ini inakuwa kama imeungua moto. Kwa hiyo unakuta kwamba ini linaathirika kwa namna hiyo. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtu ambaye unaona kwamba una matatizo ya peritonitis, kulingana na video niliyoishuti inayozungumzia dalili za peritonitis, unaweza ukachukua namba yangu kanitafuta ili tuweze kufanya mazungumzo ya kuweza kukupatia matibabu. Vinginevyo unaweza ukashare video hii kwa ndugu, jamaa na rafiki ili aweze kuipata.